Karibu. Hey. Mbona unapiga hodi kwa nguvu hivyo? Kuna shida gani? Anyway, basi njoo ndani. Ndani wapi Prince? Ndani. Siendi ndani. Sasa kwa nini unataka kuingia ndani leo wakati siku zote tunaongea? Nisikize. Kilichonileta mimi hapa ni kitu kimoja. Hivyo ni mwanaume gani wewe? Mwanaume usijua kujali mwanamke wako anaishi vipi, anakula nini, muda huu anahitaji nini? Haujali kabisa. Yaani unajali mapenzi tu basi. Nimechoka. Nani gani ya kuongea hapa mbele za watu lakini njoo ndani tuzungumze. Njoo basi tuzungumze. Sitaki unishike. Hawa. Kwa nini? Kwani una nini leo? By the way, hatuwezi kuzungumzia hapa nje. Unamfadisha nani sasa? Acha wajue. Acha waone. Waone vile wewe ni mpuuzi. Hujui kukea. Yaani wewe ni kila siku wewe hauna. Wewe kila siku hauna. Nitaishije mimi mjini jamani? Au unataka mimi siku moja nizalilike nitembee huko hata sina nguo? Lakini Hawa, unajua kama ninakupenda. Ungekuwa unanipenda, ungefanya action. Sio maneno. Prince, naondoka hapa. Sitaki unisumbue kwa namna yoyote ile. Niache niendelee na maisha yangu. Nijue kabisa sina mwanaume, naishi maisha yangu nikiwa huru. Lakini Hawa, unajua kama ninakupenda. Na si kwamba nakunyima hizo huduma kwa kutaka. Lakini situation ambayo naipitia kwa wakati huu. Please. Naomba tukae chini tuzungumze. Sikia nikwambie, nimechoka hizo ngonjera zako. Naomba ukae mbali na mimi. Sikutaki tena. Hawa. 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 Prince. Mbona nasikia kelele sana? Hawa. Hawa kaja hapa akasema tuachane kuanzia. Hakuna cha maana. Anadai kwamba sisi matumizi kwa wakati. Pole sana kaka. Ila hawa wanawake hawa hata wafanyie kitu gani huwa wariziki. Bro, sema kweli mimi siko tayari kuachana na. Bado nakupenda. Kwa nini? Yaani kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini? Kwa sasa ni bora kufocus na maisha yako. Ukamsahau huyu mwanamke. Inawezekanaje nikamsahau Hawa kirahisi namna hiyo? Mimi naamini bado hajaniacha. Kumbuka bro, mimi yule mwanamke nampenda sana. Na hakuna mwanamke ambaye mimi kwenye moyo wangu amewahi kuniingia kama. Nawezaje kumsahau kirahisi namna hiyo? Naelewa hali gani ambayo unaipitia. Ila kwa sasa naomba umsahau mwanamke. Kwa sababu wanawake wazuri wapo wengi. Unaweza kupata ambaye atakupenda kweli. Yupi? Kama Hawa ameshindwa kunivumilia, yupi huyo mwanamke ambaye unamzungumzia wewe? Bro, kusema kweli mimi siwezi kuachana na Hawa. Lazima nimtafute nijue chanzo ni nini hasa, au kuna jambo lingine tofauti na hilo. Na kuelewa namna gani unavyojisikia. Naelewa ni maumivu gani unayoyapitia kaka. Ila msahau mwanamke. Huenda kuwa chaguo lako. Sidhani. Okay, anyway. Naomba nipate chakula. Wewe unanishika kama nani? Nakushika kama mpenzi wangu. Hivi wewe mwanaume mbona hujielewi? Yaani unashindwa kabisa kujielewa. Nimekwambiaje? Kuanzia leo mimi na wewe mahusiano basi. Yaani sitaki unifuate kabisa. Mimi siwezi kukaa na mwanaume kama wewe. Mwanaume hujui kuhudumia, nijihudumie mwenyewe.
Hivi wewe una akili? Baby, acha utani wako basi. Hem, tuingie ndani. Hivi unaona mimi nakutania? Mimi na wewe tuna utani? Wewe. Lakini shemu. Sikilize mwanzo. Na wewe naomba ukae kimya. Sitaki kusikia kitu chochote yani kwa siku ya leo. Kaa kimya kabisa. Yani wewe mwanaume ambaye yani kunenepa umeshindwa kabisa, utazani hulagi. Wewe nimetumwa mimi mjini hela. Nimetumwa pesa. Sijatumwa mapenzi. Kwa na kuomba. Sehemu yoyote ukiniona fanya kama hatujawahi kuonana mimi na wewe. Sonia, mbona unanichanganya? Nimefanya kitu gani kibaya kwako? Nakuomba, yani tena sikuombi, nakwambia. Mimi sasa hivi ni sio level zako. Tafuta level zako kabisa. Yani nakuomba unikome. Tena kwa herufi kubwa unikome. Usifanye hivyo. Kama kuna sehemu nimekosea, naomba unisamehe. Unajua ni kiasi gani ninavyokupenda. Nakupenda. We mwanaume wewe, naomba unikome. Tena unikome kwa herufi kubwa. Mimi sina hazi ya kuwa na mtu kama wewe. Sawa? Na ukiniona fanya kama umeona kituo cha polisi. Yani unikome kama ulivyokoma kwenye ziwa la mama yako. Wewe huna hazi ya kuwa na mtu kama mimi. Sawa? Wewe sio level zangu. Tafuta level zako. Sonia. Wanawake hata wafanyie nini? Hazina yangu nikajitoa kwako bila hata masharti yangu. Pole sana ndugu yangu, maana sio kwa hivyo wakati ukutane. Hawa wanawake sio binadamu, hawana utu. Ndio maana hata katika vitabu vya dini wameelezewa kama viumbe na sio wanadamu, kwa sababu mwanamke anaweza kubadilikia dakika yoyote. Yaani kwa kilichotokea hapo nje bado siamini mpaka sasa hivi kwamba leo hii ndio mwisho wangu kati ya mimi na Hawa. Unajua kaka, mwanamke unaweza kumpa kila kitu, kumpatia pesa, muda wako, lakini mwisho wa siku akaondoka, akuachia maumivu makali sana mwilini wako. Kwa hiyo kwa hili lililotokea hapa inabidi tuzoee tu ndugu yangu. Ni kweli, lakini mimi nampa muda. Kama akiendelea kuwezea kwenye msimamo wake sina budi, kwa sababu yeye ni ila uko aliko amejua kama nampenda sana na naangaika kwa ajili yake. Asingefanya jiwe kama anafanya. Yaani mimi naangaika kwa ajili yake, alafu anathubutu kuja kusema kwamba mimi simhurumii. Wakati nawaza kuhusu yeye anawaza kuhusu mimi kwamba simhurumii. Anaingia kile. Unajua Prince, mimi ninachokiamini kwenye maisha, kila kitu kinatokea kwa sababu. Huenda hii ni sababu imetokea na maana yake. Kwa hiyo tu wapole, hatuwezi jua. Pengine Mungu ametuepusha na vitu vibaya mbele. Kwa hiyo tukubali haya matokeo. Kwa hivyo kuna mboga hapo inabidi upike. Unajua tuna chumvi. Kwa hiyo ungefuata dukani chumvi ili upike hizo mboga. Sawa? Ngoja basi niende dukani nikachukue. Chukua la mizani. Sino janja tena, karibu yangu mimi sina tena wako. Dada. Na ukiwa mbali nami Samanda,
Naitwa Hassan. Kama utojali nikuwa namba na basi. Wewe namba yangu ya nini? Kwa ajili ya mawasiliano. Maana sio sehemu sahihi. Baadaye nikiwa nimetulia nitakupigia simu. Ukurasa wa mapenzi yangu moyoni mwako upo. Nimejifunga jela ya mapenzi. Nimejifunga jela ya mapenzi. Please, Vipi? hawezi kuamini mwanangu. Wakati naenda dukani, nimekutana na bunge moja la mtoto. Kaka. Bana. Sikia nikwambie, sikia. Huyu mwanamke ni mzuri sana. Yaani sijawahi kuona mwanamke mzuri kama huyo dada. Kaka. Kinachonifurahisha zaidi sasa, nimepata namba yake. Kanipatia namba yake. Nilikwambia huwezi kuacha kule. Yaani umeachwa leo, ndio tena umeenda kutafuta mwanamke mwingine. Are you serious bro? Kaka, kitu usichokijua, huyu mwanamke ni mzuri sana. Ni mwanamke mrembo sana. Hata kama ungekuwa niwe ndio umemuona, warai ungechanganyikiwa na uzuri. Unajua kwa nini nilicheka muda ule Sonia kupiga kofi? Kwa sababu nilijua kweli hauna akili na unastahili vile vibaya. Na kama angekuwa hapa, basi ningemsupport kwa kile alichofanya. Yaani haiwezekani amekuacha leo, bado na maumivu, alafu umepata mwanamke mwingine. Kweli ni mmoja hapo. Mtu hawezi kuacha asili yake na siku. Yana kumwambia muda huu na namba yake ya simu. Niambie kitu. Weka chumvi yangu pale, alafu uwe na mapenzi mema. Kwa nini kaka uamini mapenzi? Atakata mboga hapo. Okay, poa. Mwagia maji ya sufuria. Nakuja. Samahani sana dada. Imetokea kama bahati mbaya. Alafu sijakuona. Sikutegemea kama nitakumwagia kweli. Naomba unisamehe sana kwa hili kosa nilifanya. Usijali. Iko sawa. Sijui hata nifanyeje. Pole sana dada yangu. Naomba unisamehe kweli, naomba unisamehe dada yangu. Sijakuona kabisa, sijakuona na hichi kitu nilichokifanya wala hata sijakusudia dada yangu. I'm sorry. Amka. Kweli. Usijali, hata hivyo hukuniona. Sababu nimetoka hivi, sio kosa lako. Kwa kweli asante sana, sijawahi kuona binadamu mwema kama wewe. Amna. Kuna jambo naweza nikafanya. Samahani. Nimeshakwambia usijali, na maanisha. Kuna jambo naweza nikafanya. At least iwe fidia kwa hili nilifanya. Kwa hili kosa nilikosea. Basi asante, nitafanya kitu. Sina ujanja tena, karibu yangu mimi sina tena wa kumsogeza, na ukiwa mbali nami na wewe seka, naogopa sije ndo kaondoka ukauacha moyo wangu nalia. Oya. Yes, tell me. Asante.
kaka nimekutana na bonge la PC. Yaani nimekutana na bonge la PC. Ndio huko chini. Unajua ni wapi? Nilisema nikamwaga maji. Nikamwagia. Nikashangaa. Mimi nimetamaki. Kuna kitu kama kimeniingia moyoni, ikabidi nishuke kwa speed. Nikaenda pale kafika goti na piga goti. Nikamwelekeza muone. Samahani. Sije kuona. Nimekumwagia mtoto bahati mbaya. Oya, demo kainua juu. Akanifuta yeye. Akaniambia, "Najua ni bahati mbaya. Kuwa na maana." Akawa anaenda. Mimi nikasema, "Udada bwana anakuwa mzuri afu kiangalia pisi imekwenda hewani. Pisi na shemu." Niambia. Dada. Wewe nikapata namba yako. Demo akaniangalia afu akanibonyeza. Akasema, "Pesa nibanikie." Tayari nimepata namba. Na huyu mwanamke naiva naye. Usiku nikimaliza kupika hapa inabidi niongee naye. Yes, ameamua kuniacha. Sasa mimi kwa hicho hata sijuti wala si wazi. Bonge la PC. Yule hawa. Shamba tu. Wewe kaka unataka kuniambia kwa sasa hivi umwasi tena hawa. Bobo tena na hawa. Mtu kama hawezi kusamini kidogo na tupatie. Hata kikubwa pesa kusamini. Sasa ni focus na mbele, focus na maisha. Sasa hivi na PC mpya. Baadaye jioni nataka niwasiliane nao nijue hata nini. Unajua sikia kwa kologa hapo kwa ndo nakuja. Aziza? Wow. Una jina zuri sana. Kama ulivyo. Nimekupigia simu hii kwa sababu nina shauku ya kusikia sauti yako. Kiukweli natamani nikuone tena. Unajua nini Aziza? Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please. Kiukweli wewe ni mwanamke ambaye nimetokea kukupenda sana. Endapo utanipa dunia yako na kuahidi nitakupenda, nitakutunza, nitakusamini. Naomba uniamini. Naomba kesho uje unione basi. Unajua nitafurahi sana. Hapa naishi na ndugu yangu na ninatamani sana umkute nikutambulishe kwake. Niambie basi utakuja lini kuniona? Maana siku hiyo nimeisubiri kwa hamu sana. Nitafurahi. Na siku hiyo okay, sawa. Mimi nikutakia usiku mwema. Okay, usiku mwema.
Halo. Ya, mimi naitwa Prince, ni yule kijana ambaye mchana nimekumwagia maji pale. Kumbe ni wewe. Kuna kitu nimekutumia, sijui umeona? Nimeiona, asante sana. Nilikuwa najiuliza ni nani kanitumia hela yote hii. Usijali. Nimefanya hivyo kwa sababu ya kusema samahani. Kwa sababu nilikukosea sana. Kwa hiyo usijali kabisa. Lakini ilikuwa ina ulazima sana kwa sababu nilishakuelewa. Kuna sometimes binadamu tunatakiwa tuelewe. Hapana, wewe kuwa na amani tu. Samahani. Naweza nikafahamu jina lako zuri? Jina langu naitwa Aziza. Aziza. Kuna jina zuri sana Aziza, kama jinsi wewe ulivyo. Kweli? Basi sawa, usiku mwema. Lakini kuna ombi lingine nitamani kukuomba. Samahani. Kuwa na amani, sema tu. Natamani kama ungenipa nafasi ya kuwa rafiki yako karibu. Kumbe ndio hivyo tu. Basi sawa, haina shida. Unasema kweli? Basi tuwe tu marafiki. Wewe ni mtu mzuri sana. Asante. Nashukuru sana, umenifurahisha tena kwa hii habari. Usijali, ni mambo ya kawaida. Lakini mimi nataka kulala. Haya poa. Usiku mwema pia. Ulale salama. We hustler. We hustler. 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 Yes. I have an idea. Okay. Nataka kutengeneza dunia yangu ya mapenzi. Niumbe ulimwengu wangu wa mapenzi. Kama huyu msichana akinikubali, ninahitaji kumpenda kiasi ambacho nitakushangaza na nitawashangaza walimwengu kwamba what is love. Mimi nakuelewa sana kaka. Ila leo na mimi nataka nikwambie ukweli ambao wewe ufahamu. Kiukweli mwanamke niendapo atanipa nafasi, nataka nimpende kweli. Unajua kwa nini? Tangia Sonia niache, kiukweli ninachukia sana mapenzi. Na nikajia pia sitokuja kupenda tena. Lakini nao nimependa kaka. Kitu ambacho namshukuru Mungu kwamba na wewe siku hizo una akili. Unajua kama unakutulia kwenye mahusiano. Lakini nikuulize, hivi huyu mwanamke ambaye umesema utakuwa naye, unamaanisha utakuwa naye serious kweli? Labda nikwambie kitu. Mimi Sonia sikumpenda kabisa. Yaani sikumpenda kuwepo kabisa kwenye moyo wangu. Lakini kama unavyojua, simba akikosa chakula anapitia mpaka majani. Lakini sasa kaka, nimependa. Na kiukweli mwanamke na malengo naye. I wish aje kuwa mama watoto wangu kaka. Nampenda sana. Unajua Aslawi ni muuni sana ndugu wangu. Na sidhani kama utakuja kubadilika hata siku moja. Anyway, Mungu ndo anayejua. Kama ameamua amlete huyu ili iwe sababu ya yeye kubadilika, mimi nitamshukuru Mungu kila siku, kwa sababu tabia yako ya kubadilisha wasichana kila siku nimeshakukataza na kuelekeza muda mrefu sana. So maybe this is just like an angel. Lakini tuwasiliana naye. Nimewasiliana naye. Nadhani wiki ijayo atakuwa hapa nyumbani.
atakuja kuniona, na natamani sana siku hiyo uwepo kaka. Mimi nipo. Nataka nimuone huyo shemeji yangu mpya ambaye kila siku ndani anasifiwa. I hope itakuwa ni siku nzuri sana kwetu. Na ulisema mwanamke wako anaitwa nani vile? Anaitwa Aziza. Aziza? Karibu shoga yangu. Maana wewe mpaka uje hapo ujue kuna jambo. Maana nikikwambia njoo nitembelee hapa na kazi, sijui nimechoka naenda kazini. Nikasema tu mguu huu sio wa bure, kuna jambo. Kwa hiyo mimi hapa kinachoniletaka kila siku ni jambo. Basi nisamee, karibu. Hapa tupike ubwabwa tule tukalale. Na kuona msichana sio shida zako sasa hivi unapendeza. Mimi sasa nachambua mchele. Napendeza kwa nini? Maisha yenyewe alivyonipiga hata sielewi. Moja inasimama wapi na mbili inatembelea wapi. Kwa hiyo katika watu wana hali ngumu na yeye shoga unatoka kwenye hali ngumu. Ndio. Na unanenepa kabisa. Basi tuachane na haya. Unaona hatutomaliza. Na tumalizi kweli. Shoga yangu. Nimepata wanaume hawa wawili. Wanaume wawili. Hey. Aha. Hivi shoga yangu. Kwa lakini yani hapata sielewi. Nani nimchague katika hao wawili? Nimpende nani? Sasa umchague mwanaume ambaye yupo moyoni mwako. Yaani hapo unavyoniona mwenzako, moyo wangu huu unawataka wote wawili. Sawa, wote unawapenda lakini kuna mmoja amemzidi upendo mwingine. Huyo sasa ndo umchague. Ngoja. Nataka nikuoneshe picha alafu uniambie. Kati ya hao wawili wewe umependa nani awe shemeji yako? Wewe haupoi. Huyu hapo huyu wa kwanza. Afu kinini tena hapo kuna mwingine. I say